tunazungumzia football, tukiachana masuala ya derby, kuna mashabiki nyuma yake, au sio? Football imekuwa na ushawishi mkubwa kwa sababu imetengeneza mashabiki. Raha ya kina Shomari, kina Dickson, ndugu yangu Mrisho na my brother Chambua, enzi zake ilikuwa ni kuona nashangiliwa, au sio? Raha ya ile kushangiliwa, na hiyo raha yote inatokana na uwepo wa mashabiki. Nataka nianze na kwako Ali Kamwe. Unadhani kuna muda ulizungumzia hapo ukasema kwamba kuichezea timu ya taifa ya Tanzania ni shughuli nyingine, kwa sababu asilimia kubwa mashabiki wote tunahisi tunajua mpira. So unadhani mashabiki wanaelewa mpira zaidi kuliko wachezaji? Mashabiki ama wanaleta ujuaji? Moja katika kitu ambacho nimejifunza kwenye football, sio tu hapa Tanzania, kwenye football kwa ujumla, usidharau maoni ya shabiki. Yaani usije ukayadharau, kwa sababu ziko nyakati katika matukio mbalimbali, aidha kwenye mechi shabiki akapaza sauti kwamba tunamtaka Kapombe aingie, na wakaimba kabisa majukwani. Ile pressure ikamchukua kocha, akafanya hayo mabadiliko na yakawa na majibu chanya. Ishai kutokea hiyo mara nyingi. Ishai kutokea kwenye kipindi labda cha usajili, klabu ikapata pressure ya kumsajili mchezaji fulani, na huyo mchezaji akaja kuwa na impact kubwa tofauti na ambao viongozi waliwaza. Kwa hiyo usimchukulie poa shabiki ambaye anatazama mpira. Unajua kwa sababu gani? Shabiki anamuona vizuri Dickson Job pengine kuliko ambavyo kocha anamuona Dickson Job. Shabiki anamuona Job kwenye mechi. Unajua hawa players wanajua namna kwenye training wanavyo operate na kwenye mechi wanavyo operate. Shabiki ambaye anamwangalia Job au Kapombe michezo 25, mchezo wa 26 huwezi kumdanganya. Yaani kamwangalia kwenye nyakati zake zilizokuwa bora, nyakati zake ambazo sio bora, mchezo wa 26 huwezi kumdanganya. Kwa hiyo mimi nilichojifunza, shabiki usimchukulie poa maoni yake. Mashabiki wanajua mpira. Sema tu kuna huo mstari mdogo mwembamba hivi ambao huwa wana ucross. Lakini kwenye kujua, mashabiki wanajua mpira. Wanaweza kukwambia kwamba hiki hakifai, wewe ukichukulia poa na madhara yake kaja kuyaona. Kwa muda unazidi kwenda mbele wakaja kuonyesha kwamba tulikuwa sahihi na kukwambia jambo hili halifai. Kwa hiyo naamini japo anakuwa na kuvuka mipaka na nini, lakini shabiki anajua mpira na usimchukulie poa maoni anapokuwa anayatoa. Okay. Kuna ku second hapo. Ku second nini kaka? Kuongezea hapo. Sawa. Maoni ya mashabiki ni ya umuhimu, lakini wakati mwingine lazima tuiache taaluma ifanye kazi yake. Tumwache kama ni mwalimu afanye maamuzi yake, ili akikosea tumhukumu kutokana na maamuzi yake. Huwe nafika point kweli mashabiki wanavuka huo mstari wao wa kushauri, wa kukosoa, wanakuja mpaka kutaka kufanya maamuzi. Nitakupa mfano mmoja. Tulikuwa tuna mechi Benjamin Mkapa. Dakika kama ya 70-60 fulani hivi, kocha kipindi hicho alikuwa Robertinho akaita Chama nje. Watu wote mashabiki wakasimama siku hiyo. Anatokaje Chama sasa? Inakuaje sasa? Yaani leo unajua yaani mpaka mtangazaji wa mechi naye alishtuka. Anatoka Chama. Kweli bana, Chama akatoka akaenda kwenye bench, akaingia Pape Osman Sako. Mechi ilikuwa shashikana. Kama sikosei ni hefu. Mechi shakuwa ngumu kweli. Basi akaingia Sako, kabobeshi pale, akafunga goli na ndo goli lenyewe la ushindi. Kwa hiyo shabiki walitoa maoni yao, lakini mwalimu akasimama kwenye taaluma yake, na baada mchezaji ambaye alimfanyia mabadiliko kuja kuingia ndio akaja akaiokoa timu. Okay. Mrisho, unafikiri ni kitu gani ambacho kinawafanya mashabiki wa Kitanzania maybe kuwa kipekee ukilinganisha na mashabiki wa nchi nyingine ama mataifa mengine? Katika kipindi chako najua umekutana na nyakati nyingi sana mbele ya mashabiki. Kwanza mashabiki wa Tanzania wanapenda furaha. Cha kwanza kabisa wao wanataka furaha. Yaani wanataka wewe ushinde. Hata kama unacheza vibaya lakini timu yako ishinde. Kwa hiyo hata mimi kipindi nacheza nilikuwa naangalia kwanza umati ambao uko nje. Najua bisa hao wametoka majumbani mwao kuja kuniangalia mimi. Cha kwanza najiangalia mimi. Kwanza wao wamekuja kuniangalia mimi.
sababu wakipanga line up sio wewe bana leo upo kwa job saa watu wanakuja kwa ajili yangu mimi. Kwa hiyo siwezi kuwanyima watu furaha ambao wamekuja kwa ajili yangu. Kwa hiyo nilikuwa najiandaa vizuri ili kuwapa furaha wakirudi majumbani, basi wawe na furaha nzuri mpaka kesho, na maana watu wanikumbuka kwa sababu nilikuwa nawapa furaha. Okay. Unajisikiaje shabiki akikutukana? Labda mimi umezingua afu kasikia kabisa mwenyewe ili tusi linanilenga mwenyewe. Ulikuwa unajisikiaje? Katika mpira lazima ukubali vitu viwili. Kuna kushangiliwa na kuzomewa. Kwa hiyo nyakati hizo mbili pia uzijua, kwa hiyo lazima ufanye mazoezi binafsi ili ile hali isije kaukuta kuzomewa. Lakini ukubali hali ya kuzomewa, ina maana kufanya mazoezi tu ya mwalimu, na maana kuna vitu vingine ambavyo utakuwa haujaweza yani katika vigezo vile unakuwa bado upo chini. Lakini kama ukifanya mazoezi binafsi unakuwa unajua bisa kitu gani mimi waga kinaniweka chini na ipi kinanipa juu. Kwa sasa unajua bisa mimi mbio ndo zinaniokoa. Sasa kama mazoezi ya mbio ufanye unafanya ujanja kwa hiyo unakuta unazomewa. Okay. Shomari, tunaamini kwamba shabiki ni mchezaji wa 12 uwanjani. Kuna nyakati zote ngumu ambazo nazikumbuka ukicheza mlikuwa katika hali mbaya, na unafikiri pengine kwa namna moja ama nyingine mashabiki shangwe lao lilisaidia maybe matokeo yakapatikana? Kwanza naweza kusema kwamba mimi nataka niwapongeze hao jamaa kwa kazi kubwa wanaoifanya. Ilikuwa tofauti sana zamani wakati Faza hapa wanacheza na kitu wanachokifanya sasa hivi. Sasa hivi hizi klabu zetu Simba na Yanga zimeanzisha kitu kimoja kinaitwa hamasa kabla ya mchezo. Kile kitu kimekuwa ni kikubwa sana, afu kimekuwa kinafanya mashabiki wengi ambao wanaishi sehemu mbalimbali kuweza kujitokeza kwa wingi kuja katika michezo yetu ambayo tunacheza. Kwa hiyo unaposema shabiki ni mchezaji wa 12, mimi kwangu mimi naweza kukupa 100% kabisa. Kwa sababu naweza kukutolea mfano, kuna mechi yetu moja sisi Simba tulikuwa tunacheza, nadhani ilikuwa kama sitakosea 2018 kwenda 2019. Tulikuwa tunacheza na Nkana. Tuliweza kupoteza mchezo kule Zambia 2-1, na mchezo wa pili tulikuwa tunacheza kwa Mkapa. Ilikuwa sikumbuki vizuri ilikuwa dakika ngapi, lakini wale Nkana wakaweza kupata goli. Na mechi ilikuwa iko ngumu, na sisi tunataka tupite kwa mara ya kwanza kwenda katika robo finali. Kuna muda ulifika sisi kama wachezaji tulikuwa tunacheza, lakini unaona kabisa maarifa ambayo yalikuwa ya mwalimu ya nani tayari tulikuwa tumeshadhibitiwa, lakini zile kelele ambazo zilikuwa zinatoka jukwaani, na ukiangalia upande wa huku wanapiga kelele kwamba wao wana hope sisi tunaweza kufanya kitu kizuri, na ilikuwa ni kweli tukaweza kusawazisha lile goli, na baadaye kabisa ilikuwa inaendea mpira kuisha tukaweza kupata goli lingine la pili na tukaweza kuqualify kwenda robo finali. Kwa hiyo katika kitu hicho kwangu mimi naweza kusema kwamba mashabiki katika soka wana nafasi kubwa sana, na sisi kama wachezaji tunalijua, kwa sababu kuna muda mwingine unatizama mechi zinachezwa saa 10, lakini unakuja kuangalia saa 8 mnapokuja kukagua uwanja unamkuta mtu yuko pale amechomwa na jua, umeona, na watu wengine wamesacrifice kazi, wamesacrifice maisha yao, wameacha vitu, wameacha familia zao. Kwa hiyo unapoangalia na unakuja unapata kitu ambacho kinakuingia na una feel ile hali ambayo wao wanaisikia, wamekuja kwa sababu ya kupata furaha. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatuingia sisi wachezaji, tunajituma ili kuweza kuwapa furaha, mpaka akipata furaha atakapokuwa anaondoka hata fikiria tena yale machungu ambayo ameyapata, zaidi atafikiria ile furaha ambayo amekuwa yuko nayo. Okay. Kuna nyakati mashabiki wanakuwa wanatoka viwanjani, labda kwa sababu wanaona mchezo uende vile ambavyo walikuwa wanatarajia. Nataka nielewe kutoka kwako kama mchezaji, unavyokuwa kwenye moment kama wewe, unaona, kwa sababu najua mnaona vinavyoendelea majukwani, si ndio? Hali huwa inakuaje? Hiyo hali mimi ilishai kunikuta. Shai kunikuta kuna mechi moja ya Simba na Yanga nakumbuka. Nadhani tulifungwa 2-1 na mechi ilikuwa inaelekea dakika za mwisho. Kwanza ile dakika 80 pale ukiangalia upande, kwa sababu unajua sisi pale tunapocheza Benjamin Mkapa nusu. Kwa hiyo ulikuwa ukiangalia ule upande wa kwetu viti tayari vilikuwa vyeupe, na ile mechi nakumbuka ilikuwa kama dakika
fulani hivi sisi tuliweza kupata kadi nyekundu na kulitokea kidogo vurugu ziko nyingi sana. Kwa hiyo baada ya ule mchezo ulivyokuwa unakwenda, mashabiki wengi walikuwa wanaondoka kwamba tayari wameshakata tamaa, tumeshapoteza mchezo. Lakini ya Mungu unajua ni mengi kilichokuja kutokea, kwamba kuna wengine walirudi walikuwa wako getini na sisi tukaweza kusawazisha ile goli ikawa 2-2. Kwa hiyo vitu hivyo huwa vinatokea, na mimi kama mchezaji au sisi kama wachezaji kuna muda kweli inashusha ile hali ya mchezo. Hali ya morali ya mchezo. Lakini unapoona vitu kama vile ile hali ya mchezo haitakiwi kushuka, kwa sababu kuna kitu natakiwa kukifight mpaka dakika ya mwisho. Okay. Kuna mechi moja bwana ilikuwa ya klabu bingwa na Sfaxien mwaka juzi, ilikuwa bila au 1-1 0-0 bila. Sasa dakika zishayoma kabisa, watu washaanza kutoka uwanjani na washaanza, yani kama mtu katoka uwanjani Benjamin Mkapa kafika nje ameshaanza kuhojiwa, analaumu sasa katikati ya mahojiano anasikia watu huku wanashangilia, sijui umeelewa. Sasa wingi wa yale makelele akajua Simba imepata bao, basi anaweza kushangilia pale kabla hajajua kitu gani kinaendelea. Mzee wangu natesa mashabiki wenu. Kuna tukio gani ambalo mashabiki wamesha kulifanya na wewe kama mchezaji ukasema yani lilikushangaza, maybe sio kitu cha kawaida? Kwangu mimi nakumbuka msimu wa mwaka juzi, nadhani wakati tunacheza Rwanda na wale Meleke, wale wa Sudani wale. Ni wa mashabiki wetu wengi sana walienda, mpaka wale Wanyarwanda wenyewe walishangaa. Wakasema hii timu hii mbona hao watu walikuja huku ni kama tuko nyumbani, kama tuko Dar. Yaani watu wengi sana. Kwa hata sisi wenyewe wachezaji inatupa hamasa na tunaona watu wamesafiri umbali mrefu kwa ajili ya kuja kuishangilia timu yao. Kwa nayo inatuongezea morali wa kuweza kupambana na kuweza kuwapa furaha. Unajua wale watu wanapokuja wengi vile ikatokea mkapoteza, unaweza kuimagine kwamba kutoka kule mpaka kurudi Dar safari yao itakuwaje. Kwa hiyo ile nayo inakuwa inakupa hamasa ya kuweza kupambana na kuweza kupata matokeo. Okay. Lakini katika kuongezea hapo la Dickson, kuna nyakati kweli wanajitokeza, alafu kuna nyakati wanaweza kujitokeza mkafanya vibaya vile mkapigwa. Kwa hiyo kuna nyakati hao washabiki wanakuwa wanabadilika. Wana polisi wako wapi? Ongeza polisi. Na mimi waita wenyewe. Kuna kipindi dunia ilipitia wakati mgumu, magonjwa ya mlipuko na vitu vingine. Tukaona baadhi ya games zikipigwa bila mashabiki, empty stadiums. Unafikiri kama nyakati zenu ingetokea mnacheza game hakuna mashabiki kabisa, hali ingekuwaje uwanjani? Kwa mchezaji hali inakuwa mbaya. Kama nilivyokwisha kusema mwanzoni kwamba wachezaji tunacheza kwa ajili ya mashabiki. Mashabiki wanapokuwa hawapo, wanakuwa hakuna ile rhythm ya mchezo. Pamoja na kwamba mahitaji ya timu yanabaki pale kwamba mnatakiwa mshinde. Kwa hiyo binafsi ingekuwa kitu kibaya, kwa sababu mimi moja ya vitu ambavyo nilikuwa navipenda zamani wakati nacheza, nilikuwa napenda kucheza mbele ya watu wengi zaidi kuliko wachache. Nikifika pale Cairo Stadium nikiona uwanja umejaa, basi ile hamasa ya kutaka kuonyesha nilicho nacho inakuja. Kwa hiyo kitendo cha kucheza mpira bila mashabiki inakuwa sio jambo zuri, na unaweza kuona hata adhabu za CAF mara nyingi inakuwa ni hivyo, kwamba kama timu imeleta matatizo, na hasa timu za Arabu kule wanakuambia ni mechi yenu ya marudio mnacheza bila mashabiki, kwa sababu wanafahamu kwamba mashabiki wana nguvu. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo, kwamba ingekuwa ni kitu kibaya sana kama kingetokea kucheza bila mashabiki. Mashabiki wa sasa hivi inawezekana pengine ni tofauti na mashabiki walikuwa kipindi chenu, kutokana na mabadiliko ya teknolojia na vitu vingine. Nataka kwa kifupi sana uelezee mashabiki ambao wewe walikuwa wanakusupport kipindi hicho, hali ilikuwaje? Ukiangalia na mashabiki wa sasa, tofauti wao ni nini? Binafsi mimi sioni kabisa, hasa nikiongelea experience yangu ya Yanga na Simba, sijawahi kuona tofauti. Tofauti labda ni mavuvuzela alivyokuja na nini, lakini ile vibe inakuwa hivyo hivyo, ile pressure iko hivyo hivyo. Kwa mfano nataka kutoa mfano mmoja. Pengine ni mirusi ama ilikuwa ni nini? Makelele tu. Makelele tu. Wengine wanatembea barabarani inakuwa ni matatizo. Kwa hiyo mimi sijaona tofauti kubwa kusema kweli. Ninaona kama ni vile kipindi chetu
na kipindi hichi, kwa sababu vibe linakuwa lile. Nataka kutoa mfano kwamba mechi ya Simba na Yanga inakuwa na ugumu mkubwa kwa sababu kuna kipindi ilifika tunanyang'anywa simu. Sijui sasa hivi wakina Ali kule kambini inakuaje, lakini tunanyang'anywa simu ili kwanza isikudisturb, lakini pia ilikuwa nafikia hatua hata magazeti hatusomi kwa sababu yako mambo mengi yanayoandikwa pale. Sasa psychologically kwa mchezaji anakwenda kwenye crucial game kama hiyo, alafu anapata mambo yanayoharibu akili. Kwa hiyo vitu vile vyote tulikuwa tunasimamisha kwamba hakuna simu na hakuna kusoma magazeti. Kwa hiyo ndio experience yangu kidogo, lakini ukitaka kuniuliza kwamba kuna tofauti, mimi sioni kwa sababu ilikuwa hivyo hivyo tu. Ilikuwa hivyo hivyo tu. Okay. Mimi nafikiri Father Chambua ana bahati kucheza mpira zama zile. Hilo swali ungelipea kwa wale vijana watakwambia shughuli wanaokutana nayo sasa hivi. Unajua sasa hivi kuna mashabiki ambao mnakutana nao uwanjani ambao nyewe mlikuwa mnakutana nao mnamalizana. Hawa wanakutana nao uwanjani alafu hawamalizani. Wakiwasha simu wanakuja. Unaelewa? Yaani ukiwasha tu simu kama ulifungisha wale watu 60,000 plus milioni wengine kwenye TV, unakutana nao DM sasa. Wale ndio ambao wanafanya players hao. Mifano iko mingi sasa hivi, unasikia kuna players wanafunga akaunti zao za Instagram, mtu anafuta kila kitu. Ishaye kumtokea Clement Mzize. Dube pia shamtokea. Dube pia, Prince Dube. Kaja hapa uwanja huu KMC hapa. Kosa chuma siu 4-5. Watu wakasema sawa, tutakutana. Hapa si utuelewi, mko wengi. Tutakutana baadaye. Alipelekewa moto akabidi afute akaunti yake ya Instagram. Kwa hiyo mimi ukiniambia sasa hivi naona mpira kutokana na hiyo teknolojia, mashabiki wamepata access sasa direct ya kuwafikia wachezaji. Wanajua huyu DM atafungua tu na kama comment atasoma tu. Kwa hiyo wanapokea vitisho, sometimes wanapokea maneno, lugha mbaya, na inakuwa na unajua vice versa. Ukifanya vizuri pia hivyo hivyo. Siku pale Yanga au Simba imeshinda, mchezaji unajuza kaposti muda gani, kwa sababu anataka ile engagement, anataka nini na nini. Na ikiwa hivyo vile siku wanafanya vibaya, yani watu wanaamka nao. Kwa hiyo hawa vijana wa sasa hivi nafikiri wanaishi kwenye pressure kubwa. Juzi hapa wametokea kifo cha mchezaji mmoja hapa. Wanasema ni issue za nini sijui. Wasana sio stress na nini. Fuatilia deep utakuta pressure wanayopata kwenye social media. Yaani mtu jambo lake binafsi, zamani Faza anakosa goli, of course anapokea vitisho, lakini sio vile ambavyo mtu anaweza kukuandama wiki nzima, yani ana wewe tu, ukiwasha simu ana wewe, ana wewe. Kwanza enzi za kina Sekilojo akikosa goli wanaona wale watu ambao wako uwanjani. Kwa kama ni kusomea, ni kutukana, ni wale wako uwanjani. Wengine watasimuliwa kwenye redio huko. Mara Sekilojo alikosa goli la wazi, hawezi imagine. Goli atakalokosa Kapombe hivi sasa wanaona wa uwanjani na wanaona na wa kwenye TV. Alafu baadaye kile kipande kinakatwa, kile kinawekwa kwenye mitandao. Watu wanaamsha hisia na hasira mpya. Wanaanza mashambulizi upya kuanzia pale. Kwa hiyo tuseme teknolojia imekuwa na athari na faida zake kwenye kuwajenga na kuwashambulia wachezaji moja kwa moja. So kiufupi ni kwamba football inajengwa na mashabiki. Yaani kusingekuwa kuna sababu ya watu kucheza football kama hakuna watu ambao wanafuatilia ambao ni mashabiki. So tuendelee kuenjoy football kwa sababu ndo maisha ambayo pengine yanatupatia amani, ingawa muda mwingine ni karaha, mambo yakienda ndivyo sivyo, lakini ndo sehemu pia football.